Rais William Ruto ameongeza mashambulizi yake dhidi ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, akimtuhumu kwa kufadhili viongozi wa upinzani kwa lengo la kuhujumu utawala wake. Akizungumza wakati wa ibada ya kanisani katika AIC Makutano, kaunti ya Taita Taveta, Rais amewataka viongozi kuelekeza nguvu zao katika utoaji wa huduma na maendeleo badala ya kujihusisha na kampeni za mapema kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mwanahabari wetu Zakari Nyakweba anatufungulia taarifa zetu za NTV Wikendi na taarifa ifuatayo. Katika kile kinachoonekana kuwa ni juhudi za Rais William Ruto kujipatia uungwaji mkono katika eneo la Pwani ambalo kwa muda mrefu limefahamika kuwa ngome ya kisiasa ya chama cha ODM, Rais Ruto alizuru kaunti ya Taita Taveta kwa ibada ya kanisani. Rais alitumia jukwaa la kanisa kumpiga vijembe tena mtangulizi wake, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, akimshutumu kwa kufadhili viongozi wa upinzani ili kupiga vita miradi ya serikali kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Hawa watu ni wakulipwa. Wameambiwa endeni tu mpinge ile kila kitu William Ruto anafanya. Yule mwenye kuwatuma hajawaeleza mkipinga hiyo William Ruto anafanya yenu ni gani. Rais aliendelea kuwakosoa viongozi wa upinzani, akiwataka kueleza ajenda zao badala ya kutumia siasa za ukabila kujipatia umaarufu. Anasema hawa ni cousins, hawa sijui ni traitors, hawa ni wasaliti, wale ni maadui. Hiyo ni siasa ambayo imepitwa na wakati. Vilevile, Rais alitetea bima ya afya ya SHA, akisema imefanya vyema kuliko mfumo wa zamani wa NHIF. Na wengine wananiambia ati kama SHA ingekuwa inafanya, hamungekuwa mnasema inafanya. Mimi nataka niwajibu, kama matapeli kama nyinyi, waongo kama nyinyi, hamungekuwa mnasema ati SHA haifanyi na hamujui na hamujaitumia na hamujajisajili, hatungekuwa na haja ya kusema SHA inafanya. Lakini kwa vile nyinyi mnaendelea kusema haifanyi, sisi tutazidi kuwajibu mpaka muelewe ya kwamba SHA inafanya, na hawa wananchi ndio mashahidi ya kujua ya kwamba inafanya. Hali kadhalika, kwa wakulima ambao wako katika pilika za upanzi, Rais alikuwa na habari njema kwao. Na pia tumetoa pesa ya serikali kupunguza gharama ya mbolea. Ile ilikuwa 2,500, sasa tunapunguza ikuje 2,000. Zakari Nyakweba, NTV.